Yo, vipi? Bro, vipi? Poa poa. Weka mawe. Hani bro, hivyo ndo weka mawe. Ile jamaa alisema eka mawe kamera. Bro, mimi nimekuambia weka mawe. Tuendelee. Nini? Eka ngome. Sasa wewe weka 5. Weka ngome. You are supposed to take a stone. Ama uweke. Sasa kama hii inakuumiza si kusema. Sasa ile ni mouse unagonga kwa mgongo na sema weka ngome. Wewe mimi si majembe bana. Weka ngome. Weka ngome. Weka. Acha mambo zako bana. Wewe umekuja na nini leo? Umekuja na ubani? Leo isiembe. Kofiti? Mimi nashukuru Mungu, sijui wewe tu. Nashukuru Mungu salama, Mungu anasaidia chocha mbele na nyuma. Kawaida napata. Ndio vizuri. But then after a long period of time, nashukuru you're back again. Na it's like manazana ubadi bro. Si ubadi. Yaani bro anishangaza. Na nini dude? Nini? Director. Hebu kaini zoom hapa. Nini bro? Tulia. Relax bro, we are live bana. Sasa umeoa unataka watu wajue kwamba umeoa. Hapana, that's not necessary bana. You're so necessary. Necessary ni weka mawe. Mimi nimekwambia weke mawe unaweka mkono sasa. Anyways guys, karibu tena kwa mara nyingine. Wanaita Captain Ommy. Kumbuka hii ni podcast yetu na inapatikana pale kwenye YouTube channel ya #yaleo. Kumbuka unanifuatilia mimi kama Captain Ommy, pia unafuatilia YouTube channel ya #yaleo. Na hapa kando tuko na the one and only. Atajiintroduce mwenyewe. Haituweka mawe, anaitwa the one and only. Sijui anaitwa nani? Unakuta nani? Bro, okay, I go by the name Beka Smasher. That's all. Hivyo tu. Kama kawaida mimi najulikana kama Beka Smasher. Yani kwa hapa na kijana wangu wa nguvu. Yeah man. Sema kwamba we just do it each and every time. Yeah, pale ndani ya #ya leo. Tuko hapa kwa #ya leo. Iko nini? Leo kuna story gani mzee? Leo bwana tuko na story nyingi, kuna Eric Omondi pale, kuna Valentine pale. Usinajua Valentine it's Valentine. Yeah, it's around the corner pale. It's Valentine. It's Valentine. Yes. It's Valentine. Not time. Yes. Time. Mkabila gani wewe kwanza? Mchonyi. Mchonyi na wewe tamna chitu. Uchonyi ugali So na kaugulika. So kutoka kule Maulala. So ni kwamba umeenda sana. So ni kwamba tuko na stories nyingi sana za kupiga. We got the Valentine, tuko na majembe kana the Birthday Destroyer, ushaelewa. Finally show mbili happen jana pale kwa rais wetu pale, ushaelewa. Alafu pia tuko na Eric Omondi, yani tuko na story tamu. So tuanze na wapi mtu wangu? Hebu niambie tuanze na wapi? Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Weka. Hizi zote nalipa. Ama niweka ayo slippers yako imeenda luba. Yes, niweka slippers bro. Ayo imeenda. Naweza kuwekelea hii yangu. Hey bro. Tuanze kwa majembe. Story ya majembe ngani? Halo. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. Weka mawe. It's about ile tournament ambao wanataka kufanya Mbavu. Lakini mwanangu umeniumiza bwana. Hey bro, na wewe ule uniongelea Mungu na mfupa mwanangu. Bro, ungonga kio. Nilivyo. So, okay, kuna hii trending story ambayo imekuwa ikihappen all over this week, since last week mpaka this week. Kisichokuwa mpaka the president akaingilia kati na kuweza kutoa mchango wake. So, kwa yule ambaye hajui na kwa yule ambaye alipitwa na video hizi ni kwamba kumekuwa na trending ya video ya Mbavu, the Destroyer, akiweza kufanya mazoezi na jiwe. Unaona pale small child pale akimpiga mawe huko, anaambia weka mawe, then anaambia wewe majembe nitakuja kudeal na wewe. It's like anataka tournament. Shanelewa ya boxing, si kickboxing. Kuna tofauti ya kickboxing na boxing. Boxing ni mchezo wa ndondi peke yake. Kickboxing unatumia paka miguu. Sawa. So kuna hiyo Mbavu na majembe. Kuna tournament ambayo iko planned tayari mwezi wa 4. Sawa. So sijui kama hizo video umekama cross nazo. Nimefuatilia sana kwa karibu. Na okay, mimi niko kwa majembe. Uko kwa majembe? Niko kwa majembe. By the way, lakini hapana, mimi acha mimi nichukue kwa Mbavu. Why Mbavu? Bro, jiwe. No, dealing with jiwe. Mitungi. Unaelewa? Mitungi zenyewe ziko empty. Zile kuhebu ziangalie wewe mpenzi. Ona. Nilifuatilizia some interview katika Obina Show. Obina Show. Yeah.
Ule Mbavu the Destroyer alipigwa push kadhaa na yule bouncer wa Obina. Hana nguvu. Mbavu naye hakuna. Lakini okay, speaking of that issue Obina show, was that not scripted? Sababu nilikuwa even if it is scripted, kwa sababu yeye but pia we hata kama ni scripted. Angalia venye ito nani Munez venye alimtandika. Anakupiga tu ka push na unaenda. Hapo sasa ndio niliambia weka mawe hakuna nguvu. Alijika hivi akamfanya. Mimi niko kwa majembe. Bwana kama hujapata nafasi kutazama hii video ya Obina pale Obina show pale venye Mbavu the Destroyer aliweza kuingia. Aliingia na furugu nyingine kali sana mpaka kiasi cha kuwa bodyguard wake Obina akaweza kuingilia kati. Ushanipata? So kuna hiyo video hapo nimekuwekea wewe itazame alafu niambie hivi unahisi labda tuache Mbavu na majembe tu huyu Mbavu na huyu bodyguard wake Obina wakiepo kizipanga sasa. Unajua acha kwambia kitu moja bro. Ile bodyguard ladha unajua kuna vitu vingine unafanya tu temper tu kama kukula za mtu damu. It's like sahi aingie kama the director pale nyuma ambaye alichukua video. Aje pale. Tutaweza kusukumana tutaweza kupigana. But bro come in real life huwezi jua bana. Ushaelewa. So venye yule bodyguard yule bouncer anakuwa anamsukuma Mbavu, it doesn't mean kwamba tayari amwezi. Anyway. Mimi bado hata wakasema nini? Mimi niko kwa majembe. Okay. Majembe akiwin akuja achukue 200. 200 na rais alitoa milioni 100. Wewe unatoa ngapi? Ngoja rais alitoa milioni 200. So unanifananisha mimi na rais? Si kila mtu anatoa na uwezo wake. Kwani wewe na rais tofauti yake nini bro? You are all men. Na nyote wanadamu ama tofauti ni kitu kimoja. What is net worth? Bro me I have 1 million. Kama uko na 1 billion kwa account, mimi vile tunaongea account yangu. Iko na 5,000 kuja chini. Nikisema nitampatia majembe 10,000 nitakuwa nadanganya. Majembe ukiwin niko na 200 yako. Majembe akiwin niko na 200 Kenyan shillings nampatia kama zawadi yake. Mimi nasema Mbavu the Destroyer akiwin. Namzungusha Mombasa yote. Nampeleka pale kote anakotaka. Kokote anakotaka. Mbavu akiwin. So I believe in Mbavu by the way bro. Social media ishachukua. Yeah, it doesn't social media ishachukua. Alafu sasa unajua aje magevurugu kama kule kwa Obina. Kitu yenye ni ukweli. Huyu jamaa ako na nguvu kukushinda. Lakini si wewe upo. Tusishane. Mimi nimesema majembe akiwin niko na 200 yake nitapatia. Na mimi nikasema akiwin na Mbavu anachukua trip ya Mombasa. Atakuzungusha mpaka wewe. Next story. So but then kwa yule ambayo labda tutategemea hiyo tournament itafanyika tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu 2026. So tournament itafanyika pale na rais aliweza kutoa mchango wa milioni 2. Alafu pia kuna watu 2,000 waliweza kulipiwa ticket. So wewe ukiwahi na mapema unasema early birds ukiwahi pale na mapema utajipatia ticket nyingine safi sana. So take a time watch this video then tuambie wewe unahisi kati ya Mbavu the Destroyer na majembe who will win this tournament. Right. Issue ya Eric Omondi kuweza kutembea 460 something kilometers, yeah? It's around 500 kilometers. 500 from Nairobi to 001. Yeah. Okay. Bana it's like anatubeba. Sioni kama anatubeba. According to you maybe anatubeba but mission. Mbona unasema anatubeba? Bro, huwezi kwamba okay, from Nairobi to Mombasa bro, na miguu kutembea. First of all utachukua muda sana. Lakini alisema nataka kufanya within 3 to 4 days from tare I think ilikuwa 11 mpaka kesho. Nataka by kesho amefika Mombasa. So bro, try to think of this. Chukua tu mfano kuanzia pale ferry mpaka kuja Bakarani ama kwa tembea mimi. Sawa ndo unasikize basi. Kuanzia pale ferry pale mpaka kuja Bakarani na Mabamboni. Bro, you take like 2 to 3 hours. Urongo kweli? Kweli. So wewe niambie anatoka kuanzia Nairobi mpaka Mombasa for like 3 to 4 days. Yeah, make things clear that he won't walk the whole journey. Kuna some parts zenye yeye ata travel. Na chatembea basi sema anafanya kampeni. Wewe unaweza. Bro, mimi nimejikubali siwezi. Si afanye kampeni. Ngoja anafanya kampeni ya sisi kwa sisi. Yes, he's raising a campaign ya sisi kwa sisi. Unaelewa? So, hata there was a time kuna watu wenye walikuwa na this
ulemavu. I don't want to go specific to it because PWDs. Yes, PWDs. Okay. They cycled from Nairobi to Mombasa. It doesn't mean that they really cycled kwa barabara yani. I don't know the duration. Okay. So hii I recommend si kwamba eti anatembea the whole journey kutoka Nairobi to Mombasa. Hata kina Kipchoge they can't. Yeah, I know. It's 500 kilometers. It's a long distance. So what he's doing is that anatembea a certain distance, take a break, then he continues with the journey. Unaelewa? And I don't think kuna some places zenye haizi tembea like that forest hiyo yenye iko na masimba ni kuna festival pale. Yes, haiwezi tembea. Unaona? So usichukulia hivyo kwamba he has to walk the whole journey. This is a campaign. Okay, probably nasikia sasa kwa maeneo Mtito Andei pale. Aba nasikia haba leo utakuwa amefika Mtito Andei. Yes, sasa imagine in real like tuweke tu kweli huko Lomamba. That's 2 days, ndio? Is it 2 days or 3 days? It's 2 days. Ndio. How is it even possible? 2 days umetoka Nairobi kwa Mtito Andei na mguu. Ndo hapo ndo kwa nikuulize wewe sababu I'm just wondering. Ndio hiyo sasa anatembea a distance kwanza ferry mpaka huko. Ama distance ya kilometers ngapi? Okay, tuanzie hivi. Kwa hiyo labda juu kilometers. Kuanzia ferry mpaka Bakarani ni kilomita ngapi? Sijafanya survey. Mimi si surveyor. Okay, sawa, pole. But you think wewe unaweza tembea kwa kilomita ngapi na mwili huu? Bro, I can walk. Bro, you can walk? I can walk. Nilipokutoka kuanzia pale Bakarani mpaka pale I used to walk mpaka Mshomoroni, bro, ulisema umechoka. I used to walk 10 kilometers. Hapana. From where I was staying mahali paka mahali kwenye nilikuwa nasoma. For 10 good years. Asubuhi natembea 10 kilometers, jioni narudi 10 kilometers. For 10 good years. But anyways, ni kwamba pia sitaki nimvunje sana moyo Mkenya mwenzetu. Hawezi mvunja moyo recommend wewe sasa umvunje moyo Eriko. He's doing a very good thing by the way. He's doing a good thing. Mbona backlash sasa unasema? Mimi kwa nashindwa bro within 4 days I don't. Kwa hivyo hauna akili ya kufikiria wewe. Kuna ile kitu inaitwa unajua mimi recommend Misha Msata na a lot of kiki. I recommend afanye kiki. Ngoja ile aliyosema kwamba na hagi mti mpaka Arsenal ishinde EPL. Alifanya hivyo. It's not kiki. It was what you're doing it for social media. Ndio hivyo sasa kuna wengine ufanye hivyo for social media. Yes, kuna kiki na social media. These things like content creation. Yes, unaona kama wewe sasa hii kwa unasema unavua nguo. Mimi vunguo. Bro, subalisha statement nyingine. Kwani mimi ni cheese. Subalisha statement nyingine bro. Yes, what cheese? Sema tu kukula tu hadharani. Uwezi, unaelewa? So kuna ile like unajua Eric Omondi, you should understand that yule jamaa ni mchekeshaji. Yule jamaa ni mfanya biashara. Kuna time yenye utapata yuko serious. For how long? Let's say Arsenal, okay, Arsenal don't misquote me in this, but let's say Arsenal won't win their title race sahi this season. Nafikiri Man United tutashinda. No, it's an example. Okay. Tunairelate na Eric Omondi. Unaelewa? Tuseme sasa Arsenal hawata win your EPL. Does it mean Eric Omondi has to wait for other 8 months akiwa tu amehagmti hapo anangoja possible ndio nikashindwa hii ya kutembea kuanzia Nairo 2001. How is that possible? But kama pia na a means of a machine, yani a vehicle pia ina boost mbele, it's fine. Namtakia kila la kheri na hiyo kampeni yake sisi kwa sisi. This is how things work. Okay, tell me. I will walk from let's say naenda tuseme Tanzania. Nasema nita walk kutoka hapa Bamburi mpaka Likoni. Nikifika Likoni nitachukua gari Likoni niende nishuke Ukunda. Nianze tena kutembea from Ukunda mpaka kwaitwaje Msambwe. Hapa naomba tulia nichukue nikifika Msambweni nitakuwa nimechoka nipumzike nilale. Leo nitoke nitoke tena Msambweni na mguu mpaka Lungalunga. Long distance lato sema. Yes, hiyo sasa ni example. So kwamba tu unatoka Bamburi direct mpaka Tanzania. That is important. Unaelewa? So there is this natural breaks hapa katikati.
Una hiyo akili ya kufikiria? Niko nayo lakini sasa kwa sasa ungefikiria from that angle. Yes. Okay. Mimi mradi nivo unajua sababu that time since achukua ile video ya Arsenal nini, so I thought nini, but kama anafanya hivyo kwa sababu ya kwani haven't you seen the calligrapher amekuja? Ni nani alikuja kumsupport kwa hiyo challenge ya kwa mtu hakuna? It was just a content creation. Yes. Alright. Elewa hizi vitu. Sawa. Najua kupiga. Utanipiga bado. Okay, sawa. Takupiga. Pole. A big fan of Auric Omondi. Pole sana. Ni kwamba pia hiyo kampeni yake pia natumai italeta mavuno zaidi sababu anasaidia vijana, pia amesaidia vijana wengi sana. Yes. Na we wish him for the best. Na tunasema tu Auric Omondi, congratulations. Alright. Nenda tukie kwa Echo. Echo kwani alitoka Kubwa Studio hivyo? Okay. I saw a post. I think I have a post on my phone. Okay. Maybe director unaweza nisaidia simu kidogo. Story ya Echo kidogo imeleta mtafarukano. Leta stories. Kwa sababu I wonder the latest song yake haiko uploaded kwa YouTube channel yake. So I wonder what's not happening. Yani in short, according to the post. Okay. Yenye niliona. Nasema itamgharimu Echo 254 milioni 7.5 kutoka kwa Kubwa Studio Kenya. Kenya shillings ama Tanzania shillings? Alright. Bila hivyo haruhusiwi kutumia chochote kinachohusiana na Kubwa, kuanzia mitandao ya kijamii hata mavazi. Ndipo ikabidi afungue account mpya ya Facebook. Hii ni baada ya tetesi za Echo kutaka kujitoa bila makubaliano na uongozi wa Kubwa Studio. Echo alijiunga na Kubwa Studio mwaka 2024 bila mkataba wowote, na kufikia mwishoni mwa mwaka 2025 mambo yakaanza kuwa mabaya ndani ya uongozi huo, na yote haya yaliletwa na msanii huyo kuitisha mkataba. Haijabanika ataweza kutumbuizwa na nyimbo alizoimba Kubwa Studio katika tamasha lolote. Imebainika hataweza. Hataweza. Which means zile song ambazo amezimba, hebu give me kidogo tu. Which means zile short, yani mimi nimesomea yote na ulikuwa tusikize. Hapana. The key point hapa ni kwamba kutoka Echo 254. Tutamuonyesha pale msikilizaji. Kutoka Echo 254 kutoka Kubwa Studio 7.5M. Na umesema kwamba Echo hayuko kwenye aliingia kwenye management rasmi mwaka wa 2024, but nikiangalia 21 okay, 2021 right. Na alikuwa ameingia pale, alikuwa hawako kwenye contract pale. So contract ndio kwa ametaka kuingizwa kwenye alitaka kukue na mkataba 2025. Kuna mtu ananisumbua. You just pick a call. No. Mtampigia baadaye. Alitaka kukue na mkataba. Lakini ndio kawa ni hivyo. Okay. So hiyo story ya Echo 254 bado tunafaa tuifuatilizie vizuri pale tujue Echo anasema nini. Okay. Na ni kwamba mwisho kabisa ni kwamba mpenzi msikilizaji, tunashukuru sana. Ama tukafunga ama tukaendelea nako. Una suggest aje? Gani ni mimi, wewe mwenyeji unaniuliza vipi kama tukafunge. So, ni kwamba before tukafunge, kuna mambo mengi sana pia yameweza kutokea. Music ya Pwani inafanya vizuri zaidi, lakini pia kuna vitu vingi sana vinakuja kuendelea. Sijui kama umeona hii video ya Rais, kuna jamaa alitaka kuweza, I don't know, alikuwa anataka kumattack au ni kama alikuwa anataka kumfuata amwambie, sababu kabla hajamfikia hivi kuna jamaa alikuja akampiga spare polisi pale. Ushaelewa, akiwa amevaa nguo za kiraia, anaweza kumpiga spare na kaza kushika. So tujue what happened huko mbele. Sio kama mpatana hiyo video. Nimeona ni video ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii. Mimi nataka kuuliza swali. Niulize. Sasa ukikuwa mtu mwenye akona pesa, mtu akona umaarufu mkubwa, si umaarufu tu, umaarufu, na labda uko na cheo, utakuwa na bouncer? Kwa sababu huwezi kupenda na kila mtu, na sio kila mtu anaweza kuchukia. Kuna wengine anaweza kwa kupenda by nature. Ushaelewa, kuna ile mtu ataka tu kuhusudu, yani akufanyia ile mimi mfano wewe una pesa kunishinda. Bora ameshinda ukipesa. Sio kwamba let me say wewe una pesa kunishinda. Just say the reality. Una pesa bro. Sio tuoneshane simu. So ni hivyo. Ushanielewa.
So kuna ile kwamba Usa ana pesa kunishinda, wacha na mimi nimkomeshe. Iko hiyo binadamu hivyo hapo. So that is the president but okay, according to you that is okay, hiyo ni kweli kabisa ukweli wa mambo. But what this man did, the police now, you know, kuna mtu akona ile pressure ya kwamba I just want to meet the president. Yes, alafu kuna ile mtu mwenye anafanya kwa sababu anataka aonekane katika social media kwamba yani attract ile attention. Ukiangalia huyu jamaa ame attract ile attention. Alafu pia kulingana na ile maeneo yenye rais alikuwa ni maeneo ambayo yanajulikana kwa vita kidogo, unaelewa? So to some extent this police was right and to some extent this police was wrong. You know, but the work of the police is to guard the president. So kwa mfano labda hivi unahisi kwa mfano labda ile polisi wasingeweza kufika pale kuweza kumuondoa jamaa, labda ungehisi mfano wangemwachilia. Hatujui intention yake kwa gani. No, so hiyo ndio kitu kwanza, tujui intention gani. Ndio bwana wakamguide na mapema. Kwa sababu kama angekuwa anataka intention na Mr President angefuata wale the person. No. Hata wewe sasa ukue mahali president yuko. Alafu endo waambie security, yo guys, I want to meet Mr. President. I want to talk. You won't be allowed. Remember, he is the leader of the whole country, man. Si kama wewe, I want to meet tapatana naye hapo Bakarani. Hapo Bakarani. Bro, fikiri ni rais. Brand bro. Big brand. Mazamate. So even the video ambavyo vimetokea, lakini pia ni kwamba sometimes you guys you have to be keen, ushanielewa? Sure. Sababu unaona kama sasa jamaa amejiingiza matatani. Hatuwezi jua kitu gani tumeona. Na uwezi niambia tayari amekuwa ameachiliwa hivyo. Lazima ataulizwa maswali. Kwani kwa mfano president hivi na hivi. So kuna ile atapewa kichapo. Ushanielewa? No, usiangalie from that kichapo bana. Usikue na hiyo negative mind bana. Kuna ile like I want to see Mr. President. President nikimwambia shida. Seeking attention. Unajua kuna kiherere fulani yenye mtu lazima kuwe na, kuna watu wenye kuna kiherere. So hiyo kiherere, unajua mtu anaweza kuwa anafanya vile alafu maisha yake ndio ikawa vizuri zaidi. No. So ukisema kichapo usiweke hiyo angle. Well, mimi nataka tu niseme nini? Take a time, watch this video and you tell me what are your comments. Sio? Yeah bana. Yes bwana, nashukuru sana kwa wewe kuweza kuchukua muda wako kuweza kusikiliza show yetu. Kumbuka show hii inapatikana pale kwenye YouTube channel ya #yaleo na mtangazaji wako mimi hapa Captain Ommy, the one and young talented kid, yani kijana mwingine ambaye hana mambo mengi, au sio? Tuna budi ya kulikunja jamvi letu na kusema pia tupatane next time. Kuna any trending story, trending issue, I'm here for you. I go by the name Captain Ommy and alongside I go by the name Beka Smasha kama kawaida. Next time, same place, same people. Tushakafunga man.